Leo nataka kukufundisha, kuna safari hapa. Na hii safari ninataka tuende pole pole mpaka uishike. Kwa sababu nataka uone hawa vipers, hawa watu ambao wanaitwa mafarisayo na masadukayo, vile ambavyo wanavyokuja na yale madhara ambao huletea mtu hata kama ni mtakatifu. Twende niwafundishe mambo ya mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Ayubu. Twende kwa kitabu cha Ayubu. Na nataka tuingie Ayubu, tutasoma Job chapter 1. Job chapter 1. Tuanze tu mstari wa kwanza, utanisomea vizuri kwa sababu pia naongea Kiswahili, wacha tu tusome Kiswahili. Kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Teremka mpaka nitakwambia. Katika nchi ya Ushi paliishi mtu ambaye jina lake aliitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa hana hatia, naye alikuwa mkamilifu. Alimcha Mungu na kuepuka ubaya. Alikuwa na wana 7 na binti 3. Naye alikuwa na kondoo 7,000, ngamia 3,000, jozi 500 za maksai, punda 500. Tena alikuwa na idadi kubwa ya watumishi. Alikuwa mtu mkuu sana miongoni mwa watu wa mashariki. Wanawe walikuwa na desturi ya kufanya karamu katika nyumba zao kwa zamu. Nao wangealika ndugu zao wakati watatu ili wakila na kunywa pamoja nao. Wakati kipindi cha karamu kimemalizika, Ayubu angetuma waitwe na kuwafanyia utakaso. Angetoa dhabihu ya sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya kila mmoja wao asubuhi na mapema, akifikiri pengine wanangu wametenda dhambi na kumlaani Mungu miongoni mwao. Hii ilikuwa ndiyo desturi ya kawaida ya Ayubu. Mstari wa 6. Siku moja wana wa Mungu walikwenda kujionyesha mbele za Bwana. Shetani naye akaja pamoja nao. Bwana akamwambia Shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana, natoka kuzunguka pande zote duniani, nikitembea huku na huko humo. Ndimo Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyu mtumishi wangu Ayubu, mtu ambaye hakuna mwingine duniani aliyekuwa kama yeye, asiye na hatia, ni mnyofu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Mstari wa 9, Shetani akajibu, je, huyu Ayubu anamcha Mungu bure? Je, wewe hujamjengea boma zake zote, yeye na nyumbani mwake pamoja na kila kitu alichonacho? Kazi za mikono yake umebariki, na hivyo makundi yake ya kondoo na mbuzi pamoja na wanyama yanaenea kila nchi nzima. Amen. Ngoja kidogo nielezee mpaka hapo, baadaye tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sema tu amen. Bwana asifiwe. Amen inanisaidia kujua tuko pamoja. Sasa nataka tuongee kuhusu huyu mtu ambaye anaitwa Ayubu. Na unifuate vizuri, kwa maana kuna mahali ambapo ningetamani tusome hicho kitabu chote kuanzia chapter 1 mpaka chapter 42. Lakini kwa sababu hatuna uwezo wa kuisoma yote, so nitachukua hii na hii, alafu tuone conclusion. Kwa maana vile ambavyo nimegundua, wengi wetu tunaposoma kitabu cha Ayubu huwa tunataka tu kusoma hiyo ya kwanza vile alikuwa mtakatifu, kisha baadaye tunaruka mpaka chapter 42 kuona vile ambavyo Bwana alimbariki. Hivyo hapo ndipo tunapenda. Lakini hebu tuangalie yale mambo mengi ambayo yamo mure ndani, kwa sababu kuna mambo mengi yamejificha huko katikati mwa kitabu cha Ayubu. Jambo la kwanza, maandiko yameweza kuelezea Ayubu ni nani. Na yamesema Ayubu alikuwa mtu ambaye anaishi katika nchi hii ambayo ilikuwa inaitwa Uzu. Alipokuwa anakaa huko, Biblia inasema yeye alikuwa mtu ambaye ni mnyofu. Alikuwa mtu ambaye blameless, upright. He feared God
and shun evil. So sasa nataka uone huyo mtu ambaye maandiko yenyewe ndio yanamtafsiri kusema alimcha Mungu kabisa, alikuwa mtakatifu kabisa, hana lawama hata moja, na huyu mtu hata Mungu mwenyewe alikiri ya kwamba kweli Ayubu ni mtakatifu. Lakini alipokuwa katika utakatifu huo, maandiko yamesema alikuwa mtu tajiri sana. Kwa hivyo hakuishi maisha ya utakatifu eti kwa sababu alikuwa maskini. Alikaa akiwa mtakatifu mbali, mtu ambaye ni tajiri sana. Na maandiko yamesema hakukuwa na mwingine kama yeye upande wa mashariki. Alikuwa na wana 7, hao ni sons, vijana 7 wa kiume, na alikuwa na wasichana 3. Na huyo Ayubu kila mara alikuwa anaenda anatoa dhabihu kwa sababu ya watoto wake, akifikiria huenda ikawa wamemlaani Mungu kwa njia moja ama nyingine. So ilimbidi aende atubu dhambi za hao watoto, ili kama kuna kitu kama hicho walifanya, Mungu awasamehe na amsamehe yeye. Jambo ambalo sijui kama nyakati hizi bado wazazi wanadumisha kutubu kwa sababu ya watoto, na kutubu kuhakikisha ya kwamba watoto wako wasiwe wamemlaani Mungu. Sijui kama kuna wengi ambao wanafanya hivyo, lakini hayo ndio maisha ya Ayubu. Maandiko yamesema alikuwa na kondoo 7,000. Ayubu alikuwa na ngamia 3,000. Alikuwa na yokes of oxen. Unaona zile nira, alikuwa na nira 500, na pia alikuwa na punda 500. Na kando na hawa wote, kando na hizi zote, alikuwa na watumishi wengi sana, kwa maana ni mtu ambaye ni mtajiri sana. Lakini katika hiyo utakatifu wake na haki yake, ikawa siku moja wana wa Mungu wakaenda mbinguni mbele za Jehova. Walipoenda mbele za Jehova, maandiko yamesema naye shetani akaenda pamoja nao. Wana wa Mungu wamekuja nao, shetani naye amekuja hako hapa. Sasa vile amekuja, Jehova akauliza shetani, umetoka wapi? Shetani akamwambia, mimi nimetoka kule duniani kuzurura kutoka pande hii ya dunia kwenda mpaka pande ile ingine, na kutoka hii kwenda ile ingine. Na hiyo ndio kazi ya shetani. Kazi yake ni kuzurura kutoka kona moja kwenda ile nyingine, akitafuta mtu ambaye atararua. So wakati shetani alimwambia Jehova hivyo, Jehova ndiye aliyeanzisha mjadala wa Ayubu. Akamuuliza shetani, ulipokuwa ukizurura kote kote huko duniani, umemuona mtumishi wangu aliye mtakatifu, mwenye maadili, mtu ambaye yeye mwenyewe amefunga milango yote ya dhambi, hataki mlango hata moja wa uovu uwe umefunguka kwake, amefunga yote. Umemuona? Badala ya shetani aseme kama amemuona ama hajamuona, akamwambia Jehova, vile ambavyo unaona Ayubu amekuhofu na vile alivyo mtakatifu, ni kwa sababu wewe Mungu umemzingira katika kona zake zote. So sasa inamaanisha Jehova alikuwa amezingira Ayubu kana kwamba shetani alikuwa amekosa mahali pa kuingilia ndio aweze kuguza Ayubu. Ni kama alikuwa amekosa. Lakini siku hiyo Jehova akamwambia shetani, sasa kama ni hivyo nimekupatia ruhusa uende kwake. Kwa maana shetani alimwambia Bwana, umemlinda yeye, na zaidi ya yote hata mali aliyo nayo umeilinda, na wewe mwenyewe umebariki kazi ya mikono yake. So wakati sasa Jehova amesikiza vile shetani amenena juu ya Ayubu, na amesema vile ambavyo Ayubu anamcha Mungu kwa sababu
amezingirwa na Bwana. Bwana ni kama ameweka ua kumzunguka Ayubu asiguzwe. Na pia amebariki mifugo yake, utajiri wake, mali yake yote. Sasa shetani akamwambia Mungu, ebu wewe fanya hivi, uachilie huyo Ayubu tu kidogo hivi, uone kama hata kulaani machoni pako. Papo hapo sasa nisomee hiyo verse 6 to 11. Mstari wa 6. Siku moja wana wa Mungu wakaenda kujionyesha mbele za Bwana. Shetani naye akaja pamoja nao. Bwana akamwambia Shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana, natoka kuzunguka pote duniani, nikitembea huku na huko humo. Ndipo Bwana akamwambia Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu, mtu ambaye hakuna mwingine duniani aliye kama yeye, asiye na hatia, ni mnyofu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu? Shetani akamjibu, je, huyo Ayubu anamcha Mungu bure? Je, wewe hujamjengea boma pande zote, yeye wa nyumbani mwake pamoja na kila kitu alicho nacho? Kazi za mikono yake yote umebariki, na makundi yake yote ya kondoo na mbuzi pamoja na wanyama wake wote katika nchi nzima. Mstari wa 11. Lakini nyosha mkono wako na kumpiga kila kitu alicho nacho, naye kwa hakika atakulaani mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, vyema, kwa hivyo kila kitu alicho nacho iko mkononi mwako, lakini juu ya mtu huyo mwenyewe usiguze hata kidole. Ndipo Shetani akatoka mbele za Bwana. Siku moja watoto wa Ayubu walikuwa wakifanya karamu, wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu wao mkubwa. Akaja mjumbe na kusema, maksai walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Waseba wakashambulia na kuchukua mifugo na wakawaua watumishi kwa upanga. Nami ndimi peke yangu niliyenusurika kukuletea habari. Haya, ngoja kidogo. Sikiza hapa. Hii kitabu tunastahili kusoma yote kabisa ili tuelewe. Lakini sasa nataka nikufundishe majaribu ya Ayubu. Majaribu ya Ayubu. Sasa shika hiyo ndio uelewe vile ambavyo tunaendelea. Sasa Shetani amemwambia Jehova ya kwamba wewe achilia hizi vitu ambazo huyu mtu alizo nazo, na uone ya kwamba atakulaani machoni pako. Na Jehova akamwambia Shetani, basi chochote kile ambacho Ayubu alicho nacho saa hii nimekiweka mikononi mwako, lakini Ayubu mwenyewe usimguze hata na kidole. Hiyo ushike vizuri. Mali yote nimeiweka mikononi mwako, lakini Ayubu mwenyewe usimguze hata na kidole, muache tu akiwa mzima. Maandiko yanasema sasa siku moja, wakati ambapo wana wa Ayubu walikuwa wamekutanika katika nyumba ya mmoja wao wakiwa na sherehe kama ilivyokuwa desturi yao, ndipo wakati huo ikawa ya kwamba Shetani ameenda na amegonga mali yote ya Ayubu. Ukiangalia hapo mstari wa 16, amegonga mali yote ya Ayubu. Na vile amegonga mali yote ya Ayubu, kondoo wote wameisha. Huo ni mtihani wa kwanza. Wakati tu hebu endelea kutoka mahali umesifikisha ndugu yangu. Mstari wa 16. Yeah. Wakati alipokuwa bado ananena, mjumbe mwingine akaja na kusema, moto wa Mungu ulishuka kutoka mbinguni na kuteketeza kondoo na watumishi, nami peke yangu nilinusurika kuleta habari. 17. Wakati alipokuwa bado ananena, mjumbe mwingine akaja na kusema, Wakalidayo waliunda vikosi vitatu vya uvamizi, na wakaangukia ngamia wako, wakachukua wanakondoo nao
wakawaua watumishi kwa upanga, nami ndimi peke yangu niliyenusurika kuleta habari. Wakati alikuwa bado ananena, mjumbe mwingine akaja na kusema, wana wako na binti zako walikuwa wakifanya karamu, wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Ghafla upepo wenye nguvu ukavuma kutoka jangwani, nao ukaipiga nyumba hiyo pembe zake 4, ikawaangukia hao watoto wamekufa, nami ndimi peke yangu niliyenusurika kuleta habari. Ndipo Ayubu akasimama, akararua joho lake na kunyoa nywele zake, kisha akaanguka chini na kuabudu na kusema, nilitoka tumboni mwa mama yangu uchi, nami naondoka uchi. Bwana alinipa, naye Bwana ameviondoa. Jina la Bwana litukuzwe. Katika mambo haya yote Ayubu hakutenda dhambi, wala hakumlaumu Mungu kwa kufanya ubaya. Wapendwa, nataka tuangalie hii maneno. Ni siku moja, sio siku mbili. Ayubu ana wale kondoo wote ambao tulisema 7,000. Wakati walipokuwa wanafugwa, hao wote wamekuja, wamechukuliwa, wameenda. Wale oxen 500 wamekuja nao, wamechukuliwa na watu walikuwa wanaitwa Sabians, wameenda na wote. Na vile inafanyika ni ya kwamba mwenye ambaye analeta ripoti ya kwanza oxen wote ama ng'ombe ndume wakulima wameibwa, amesalia mmoja tu, wote wengine wameuawa, mali imeenda. Huyu akija akisema ng'ombe wote wameenda, akitoka akifika mlangoni, wa pili anaingia, kondoo wote wameisha. Akitoka watatu anakuja, wao punda wote wameenda. Baadaye yule wa mwisho akaja na ripoti ya kwamba vile watoto walivyokuwa ndani ya nyumba waligongwa na moto. Kwanza inasema ni moto wa Bwana ukaja ukagonga nyumba na wote wameisha. Watoto 10 siku moja. Mimi nataka wewe uniambie, mimi huona, na hii ni mambo ambayo yanatustua sana. Mtu anafiwa na mtoto mmoja tu, anakosa amani, karibu atukane Mungu. Unafiwa na mke ama unafiwa na mme, utaishi kulia miaka yako yote ukiona kama Mungu alikuacha. Wengine wamepungukiwa. Na je, Ayubu siku moja mali yake yote imeisha. Watoto 10 atazika siku moja, wote wamekufa. Maandiko yanasema badala ya Ayubu kumnungunikia Mungu, yeye mwenyewe alirarua mavazi yake, akanyolewa nywele zake, akaenda mbele za Bwana kumuabudu. Na akamwambia Jehova, duniani mimi nilikuja bila kitu, na mimi nitaenda bila kitu. Jina lako Jehova litukuzwe. Maandiko yanasema kwa hayo yote Ayubu hakupatikana na kosa hata moja, hata kidogo. Hakumlaumu Mungu, hakufanya dhambi, alibaki mavumbini akimtukuza Mungu aliyemleta duniani akiwa uchi na atakaye muondoa duniani akiwa uchi. Akabaki kumsifu huyo Jehova. Wangapi wetu waliona uwezo wa kumsifu Mungu katika dhiki ya aina hiyo? Wangapi wana huo uwezo? Katika jaribio la kwanza Ayubu hakupatikana na kosa lolote. Twende jaribio la pili. Jaribio la pili la Ayubu, kitabu cha Ayubu mlango wa 2. Siku nyingine wana wa Mungu walikuja kujionyesha mbele za Bwana. Shetani naye akaja pamoja nao kujionyesha mbele zake. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu, nimetoka kuzunguka pote duniani, nikitembea huko na humo. Bwana akamwambia Shetani, je,
umemwangalia huyu mtumishi wangu Ayubu, mtu ambaye hakuna mwingine duniani aliye kama yeye, asiye na hatia, mnyofu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Naye bado mpaka sasa anadumisha uadilifu wake, ingawa ulinichochea dhidi yake. Hebu ngoja kidogo ndugu yangu. Sikiza huo mstari kwa Kiingereza vile inasema, mstari wa 3. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason. You see? Kumbe sasa Jehova anamwambia Shetani, wewe ndiye ulinichochea ya kwamba twende tumudhuru Ayubu, ili hali yeye mwenyewe hana makosa aliyokuwa nayo. Ni wewe uliye nichochea. Sasa endelea hapo uone vile inasema. Naye bado mpaka sasa anadumisha uadilifu wake, ingawa ulinichochea dhidi yake ili nimwangamize pasipo sababu. Mstari wa 4. Shetani akajibu, ngozi kwa ngozi. Mwanadamu anatoa vyote alivyo navyo kwa ajili ya uhai wake, lakini nyosha mkono wako na kuipiga nyama yake na mifupa yake, naye kwa hakika atakulaani mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, vyema sana, kwa hivyo yeye yu mkononi mwako, lakini lazima umuache uhai wake. Basi Shetani akatoka mbele za Bwana, naye akampiga Ayubu kwa majipu mabaya tangu nyayo za miguu yake hadi utosi wa kichwa. Ndipo Bwana akachukua kigae cha kujikuna nacho. Ndipo Ayubu akachukua kigae cha kujikuna nacho huku akiketi kwenye majivu. Mke wake akamwambia, je, bado unashikamana na uadilifu wako? Mlaani Mungu nawe ufe. Akamjibu, unazungumza kama vile ambavyo mwanamke mpumbavu. Yeyote angelinena jinsi mwanamke yote mpumbavu angelinena. Je, tupokee mema mikononi mwa Mungu, basi na tusipokee udhia? Katika mambo haya yote Ayubu hakutenda dhambi kwa kusema kwa mkewe, kwa kusema kwake. Asante sana, inaenda vizuri. Sikiza sasa jaribio la pili. Sasa Shetani amemuondolea Ayubu mali yote na watoto wote siku moja. Kwa hiyo jaribio la kwanza Ayubu hakufanya dhambi. So baada ya hiyo Shetani tena akarudi mbele za Mungu pamoja na wana wa Mungu. Waliporudi, maandiko yanasema Jehova akauliza Shetani tu, bado umemuona Ayubu? Umemuona aje? Si bado ameshikilia uadilifu? Hata kama wewe mwenyewe ulinichochea kwamba nimwangamize. Sasa Shetani badala ya ajibu swali akamwambia Mungu, ngozi kwa ngozi. Hiyo ni ujumbe mrefu sana ambao tuwezi fundisha saa hizi, lakini kwetu Nyeri na wafundisha kidogo kidogo, sio na wapeleka mbali. So sasa alipoambiwa ngozi kwa ngozi, Shetani akamwambia Mungu, sasa guza mwili wake uone kama hata kulaani. Kwa maana ile ya kwanza tuliona Jehova alimuonya Shetani akamwambia maliza mali yote, lakini Ayubu mwenyewe usimuguze. Sasa kwa hii guza yeye. Maandiko yanasema akatiwa majipu na Shetani. Si mnajua majipu? Wenye wanaongea lugha yangu mahoha. Kwa Kiingereza inaitwa aje? Boils. Ikajaa kwa mwili mzima. Maandiko yanasema imagine wewe ukiwa na moja tu venye ambavyo huuma. Sasa Ayubu imetoka kutoka kwa unyayo wa miguu yake
mpaka utosi wa kichwa chake. Kila mahali imejaa. Ayubu alipohisi vile ambavyo majipu yamemletea shida, na unajua vile ambavyo yakitoboka yanavyonuka, akatoka kwake akaenda mahali kuna mavumbi. Kisha akachukua kipande cha nyungu ambayo imepasuliwa. Sasa aanze kujikuna nacho kila mahali kwa mwili wake, kuanzia unyayo wa miguu kwenda mpaka utosi wa kichwa, kila mahali, mgongo na uchungu, anagagaa pale. Kwa maana shetani aliambiwa, mfanye vile unataka, lakini uhai usiguze. Hiyo inamaanisha usimuue. Na unajua shetani hakuwagi na mamlaka isipokuwa tu mahali Mungu amemruhusu. So hakumuua, lakini alimtia majipu mwili wote. Wakati mke wa Ayubu alipoangalia na akaona yale ambayo Ayubu anapitia, akamuendea, kamuuliza, wewe ndugu, bado unashikilia uadilifu wako na huu uchungu wote? Si ulaani Mungu, afadhali ukufe kuliko shida kama hii. Maandiko yamesema, akamjibu mkewe na akamwambia, umenena kama wale wanawake wapumbavu. Kwani tutayapokea tu yale mema kutoka kwa Mungu? Hatuwezi pokea mabaya. Kwa haya yote maandiko yamemalizia kwa kusema Ayubu hakukosea, hakupatikana na kosa hata moja wala dhambi yoyote, alisimama imara. So tunapofika hapa, mimi wakati mwingine huwa najiuliza, kama wanaume ni wangapi ambao tumeangushwa na wake zetu? Kwa maana ni vizuri kujiuliza, kama wadada ni wangapi ambao tumeangushwa na waume zetu? Ni vizuri kujiuliza. Kwa maana haikuandikwa ili tu tusome historia ya Ayubu, iliandikwa tujifundishe nayo. Kama watoto, wangapi wameangushwa na wazazi? Unaona vile mzazi amekusukuma, amekusumbua mpaka unasema wacha kakae, hata anafuata mama. Wangapi? Kwa jaribio hilo la pili, Ayubu hakupatikana na kosa. Sasa sijui kama mnaelewa uzito huu. Imagine haya mambo hayachukui muda mrefu. Ni leo, kesho na kesho kutwa. Mali yote imeenda, watoto wote 10 umezika. Baadaye wewe umegonjeka, ugonjwa mbaya zaidi, unaumia hapa. Alafu mke wako amekuja sasa anakuchochea ulaani huyo Mungu ndio ukufe uondoke. Lakini bado Ayubu akasimama imara, hakuanguka. Na ukiangalia hapa vile ambavyo watu wanaanguka, umekwazwa na dada yako, umekwazwa na ndugu yako kwa sababu ya jambo ndogo. Tulisikia wakiongea mahali, ati si nilisikia wanasema mimi ati sijui ninakaaga sijui kama nini. Hiyo tu inakumaliza nguvu. Kwanza napenda kuongelesha worshipers. Unaona hapa kunakuwa na shida mingi sana. Worshiper mmoja anaweza ambiwa na mwingine, wewe unaimba aje kama chura. Kiambiwa hivyo unasema unaniambia hivyo, chua ameenda. Unaenda wapi? Ayubu alipitia hiyo yote, kuna mahali alienda na hakupatikana na makosa. Hata kama alisengenywa, hata kama alifanywa nini, hakuanguka. So now tukishaona hayo mambo mazito hivyo vile alivyomjia Ayubu na hakutetemeka, wokovu wake haukutingizika hata kidogo, baadaye ikaenda aje? Sasa tusome ya 3 uone vile ilienda. Mstari wa 11. Kidogo tu ndugu yangu, tuko wapi? Kidogo tu, just a minute, nikuelekeze vizuri. Nataka tusome Job chapter hiyo chapter 2 verse 11 exactly. Unaenda na mimi vizuri, asante. Mstari wa 11. Basi marafiki watatu wa Ayubu, Elifazi Mtemani na Bildadi Mushuhi na Sofari Muadhamathi, waliposikia juu ya taabu yote iliyompata Ayubu,
wakajipanga toka majumbani mwao, nao wakakutana pamoja kwa makubaliano kwa kuunda kumtuliza katika taabu hiyo na kumfariji. Walipomwona kwa umbali, ilikuwa vigumu kumtambua. Wakaanza kulia kwa sauti kubwa, wakayarua majoho yao na kujirusha mavumbini juu ya vichwa vyao. Kisha wakaketi chini kwenye udongo pamoja na Ayubu kwa siku 7 mchana na usiku. Hakuna yeyote aliyesema naye neno, kwa sababu waliona jinsi mateso yake yalivyokuwa makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ukia tu jirani yako, sijazoea hii lakini leo nitafanya hapa Nakuru. Ambia ndugu yako, ambia dada yako, jihadhari marafiki zako. Rudia tena tu, mwambie jihadhari marafiki zako. Ndio. Sasa tuingie kwa ujumbe. Tumeona kwa mambo ya mali Ayubu hana shida. Kwa mambo ya watoto Ayubu hakuanguka. Kwa ugonjwa mkali Ayubu hakuanguka. Lakini sasa kuna marafiki wa Ayubu watatu. Hawa marafiki majina yao yameandikwa hapo. Mmoja anaitwa Elifazi, mwingine anaitwa Biridadi na mwingine anaitwa Zofari. Walikuwa marafiki sana wa Ayubu na hawakuwa wanaishi pamoja, lakini maandiko yamesema waliposikia yale mateso ambayo Ayubu anapitia, wakaitana na kwa makubaliano, in agreement. Biblia imesema in agreement. Wakakaa chini wakakubaliana, twende tukafariji ndugu yetu. Walipopanga kwenda kumfariji, wakaenda, wanajua anakaa mavumbini, anajikuna, mwili wote umejaa vidonda na mali yake yote iliisha na watoto wote walikufa. So wakaenda. Can you imagine marafiki ambao waliofika, na maandiko yamesema walipomuona Ayubu kwa mbali, kwa sababu ya vile majipu yamejaa kwa mwili, hawangemtambua, ameisha, hata sura yake imeharibika. Walipomkaribia kumuona hivi, wakamuhurumia, wakakaa chini mavumbini mahali alipokuwa amekaa. Na maandiko yamesema kwa muda wa siku 7 na usiku, day and night 7, hakuna mwenye aliongea na mwingine kuangalia Ayubu. 7 days 7 nights, hakuna kuongea, hakuna kusema kitu. Wakaangaliana, wakanyamaza, hakuna kusinzia, hakuna kulala, ni kuhurumia Ayubu, na hakuna kuongea. Ayubu haongei, wao hawaongei, ni kuangaliana siku 7. Hata kama ni wewe, uniambie, uwe na shida, marafiki zako waje wakae pale chini wakuomboleze siku 7 bila kuongea neno hata moja usiku na mchana, utahisi aje? Ayubu akahisi vile alivyohisi. Lakini sasa maandiko yanasema nini baada ya hiyo? Ukiangalia chapter 3, soma 2 verse 1. Baada ya jambo hili, Ayubu akafungua kinywa chake na kuilaani siku ya kuzaliwa kwake. You see? Wakati wa kwanza Ayubu hakukosea. Wakati wa pili Ayubu hakukosea. Hajalaani Mungu, hajalaani chochote. Lakini sasa alipoona marafiki zake vile ambavyo wamekaa hapa na wameomboleza siku 7, yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kuongea. Na maneno aliyoongea, alilaani ile siku aliyozaliwa. Kasema hiyo siku ni heri haingekuwepo. Ni nani aliyesema? Hebu endelea kusoma hapo wasikie. Akasema, siku ya kuzaliwa kwangu na ipotelee mbali. Nao usiku ule iliposemekana mtoto wa kiume amezaliwa, siku ile ingekuwa giza.
Mungu juu na asiangalie, nayo nuru isiangazie. Giza na kivuli kikuu kikalie tena. Wingu na likalie juu ya weusi na ifunike nuru yake. Usiku ule na ushikwe na giza kuu, usihesabiwe katika siku za mwaka. You see? Sasa Ayubu amekasirikia siku yake ya kuzaliwa. Laiti hangezaliwa. Anasema ni afadhali hata angezaliwa kama sijui tunaita aje kehuno. Kwa Kikuyu inaitwa kehuno. Kwa Kiswahili inaitwa aje? Yule mtoto ambaye amezaliwa bila kufikisha siku zake. Akasema ni afadhali siku hiyo ningepotelea tu gizani, na saa hizi ningekuwa na matajiri mahali wanaendaga wakifa. Singekuwa katika hii shida. Akanungunika. Ayubu akateta. Ayubu akaraani hiyo siku kwa sababu ya marafiki. Kwa sababu ya nani? Ya marafiki. Akairani hiyo siku. So nataka unielewe hapa vizuri. Hawa wazee watatu walikuja kama vipers wa Ayubu. Na vile walikuja kama vipers wa Ayubu, utamuona hata mmoja wao mmoja wao akiongea jambo hapa. Na lile jambo ambalo anaongea jambo ambalo ni la kweli, lakini hilo jambo haliongei kwa nia nzuri. Utanielewa vizuri tu, wewe nisubiri. Tunaenda hii safari na wewe pole pole. Lakini alisimama na akasema, hebu niangalie andiko katika kitabu cha hii inanisumbua kwa sababu wakati mwingine narukaruka mambo kwa sababu masaa yanatukimbiza. Saa hizi nakimbizana na masaa. First trial. Ngoja tu just a minute. Hilo andiko ni vizuri sana kama tungelipata. Likikosa sitakuwa na shida, hata ingawa ningependa tulisome. Kuna Job ambayo tulisoma, Job chapter 20. Kuna andiko ambalo liko hapo linaongea kuhusu vipers. I don't know imejificha wapi kabisa. Ako wapi John? Nileta hii kitabu haraka. Nimebeba vitabu viwili. Lazima tusome hilo andiko. Leta hiyo. Sipendi kuhubiri kwa haraka lakini na sipendi kurukaruka. So kitabu cha Job chapter 20 soma verse 12. Ayubu 20 mstari wa 12. Ingawa uovu ni mtamu kinywani mwake, naye huuficha chini ya ulimi wake. Ingawa haiwezi kukubali kuachia uende, lakini huweka kinywani mwake. Hata hivyo chakula chake kitakuwa kichungu tumboni mwake. Endelea. Nacho kitakuwa sumu kali ya nyoka ndani yake. Basi fikisha hapo. Ukiangalia hiyo sumu ya nyoka, mwenye anaongea hivyo nafikiri kama sikosai ni Zofar, na anasema ya kwamba wakati muovu anapoishi, yeye mwenyewe uovu wake hujificha hapa mdomoni kama sumu ya viper. Kisha baadaye uovu huo ukiteremka, ukifika ndani ya tumbo, unabadilika, unafanyika sumu. Ukifanyika sumu, sasa unaua mwenyewe. Wewe ambaye umeficha uovu ndani ya mdomo wako, ukimeza, ukifika ndani ya tumbo, unabadilika huo uovu, unafanyika sumu. Ukifanyika sumu, unakuua wewe mwenyewe kama vile sumu ya viper huua wanadamu. Huyu ni mmoja wa marafiki wa Ayubu wanasema hii. Na wanaposema hii, wamemwendea Ayubu kwa maneno ya kumuonyesha kana kwamba anateseka na mali yake imeisha kwa sababu ya uovu wake. Nisomee kitabu hicho tu cha Ayubu sura ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 6. Biblia inasema, ndipo Ayubu akajibu, "Je,
mtaendelea kunitesa mpaka lini? You see? Na kuniponda kwa maneno yenu. Mara 10 hizi mmenishutumu bila aibu, mnanishambulia. Kama ni kweli nimepotoka, kosa langu ninabaki kuhusika nalo mwenyewe. Kama kweli mngejitukuza wenyewe juu yangu na kutumia unyonge wangu dhidi yangu, basi jueni kuwa Mungu amenitendea yaliyo mabaya, naye amekokota wavu wake kunizunguka. So yeye mwenyewe amesikiza maneno ya hawa marafiki zake, kwa maana yeye aliponena mara ya kwanza na akalaani siku ile ambayo alizaliwa, na akaongea mambo mengi vile ambavyo Mungu ni kama amemtendea mambo ambayo hakustahili kufanyiwa. Sasa ndipo yeye mwenyewe akaja akaongea, wakajibizana na watu wale marafiki, wakajibizana mpaka chapter 19. Sasa Ayubu anawauliza, mtaendelea kunitesa na maneno yenu mpaka lini? Kumaanisha walifanyika kuwa watesi wa Ayubu. Badala ya waje wamfariji, walikuja kumtesa kwa maneno. Na wanamtesa kwa nini? Kwa maana wanamwambia sababu ya watoto wako kufa ni kwa vile walikuwa waovu. Ndio sababu walikufa siku moja. Someni Biblia, usome hicho kitabu chote utaelewa. Wanamwambia hata wewe vile uko na shida hivi ni dhambi zako. Wanamwambia Jehova hatesi wenye haki. Na unajua hata hapa wengi wetu tunaamini hivyo, ya kwamba kwa sababu sisi ni watu wa toba na utakatifu, hatustahili kupitia shida zozote. So nao marafiki wa Ayubu ndivyo sasa wanamwambia Ayubu, kama ungelikuwa mwenye haki, mali yako haingeisha. Kama haungekuwa muovu, yani kama haungekuwa muovu, mali yako haingeisha. Kama ungelikuwa mwenye haki, watoto wako hawangekufa. Ni dhambi zako zimesababisha Jehova akutese, ndio unapitia hii. Sasa Ayubu anawauliza, ni mpaka lini mtanitesa na maneno yenu? Mpaka lini? Moyo wa Ayubu ukaanza kusononeka. Unaposononeka, maandiko yanaonyesha ya kwamba katika hiyo hali Ayubu akajiona kana kwamba yeye mwenyewe ni mwenye haki kuliko Mungu. Akaona Mungu anamtesa bila haki. Sasa akamwambia Mungu, unanitesa mimi ni mtakatifu. Does it mean wewe Jehova, soma maandiko, soma chapter 10. Inasema wewe Jehova, does it mean ya kwamba huwafanya wale ambao ni wenye haki, wanaokupenda, ndio ambao unawatesa jinsi umenitesa? Lakini wenye dhambi unawaacha tu waendelee na shughuli zao. Ona vile wanaendesha magari makubwa, ona vile wako na mabiashara makubwa, ona vile wana amani. Lakini sisi wale ambao tunakuhofu, ona vile tunateseka. Ayubu akasumbuliwa na hayo maneno ya marafiki zake. Nisomee sasa kitabu cha Ayubu. Najua tumebakisha dakika 5. Wale ambao mnafuatilia mambo ya address, mutanisigino please. Munisigino tu kabla hamujaweka. Muniambia tu inaanza ndio nisimamishe. Nisomee Job chapter 32. Wacha sasa turuke. Usome verse 1 to verse 9. Ayubu 32 kuanzia mstari wa 1 hadi 9. Basi watu hawa watatu wakaacha kumjibu Ayubu, kwa kuwa alikuwa mwadilifu machoni pake mwenyewe. Si umeona? Sasa hawa marafiki zake wameachana sasa na Ayubu. Wamemuongeresha kutoka chapter number 3. Wameanza conversation chapter number 3. Wameenda mpaka chapter 37 wakijibizana. Hawa wanataka kuonyesha Ayubu, wewe ni mwenye dhambi, ndio sababu unapitia hizi shida. Lakini
na yeye Ayubu anakataa, anamwambia hapana, mimi sina dhambi nimefanya. So ndio sababu pale anasema marafiki zake sasa wakaacha kumuongelesha, kwa maana yeye mwenyewe anajiona mwenye haki machoni pake, sio machoni pa Bwana. Alijiona mwenye haki machoni pake, sio machoni pa Bwana. Endelea. Lakini Elihu mwana wa Berekeli wa kabila la Buzi wa jamaa ya Ramu akamkasirikia sana Ayubu kwa sababu amejihasabu haki mwenyewe badala ya Mungu. Pia aliwakasirikia hao marafiki wa Ayubu kwa sababu hawakuweza kumpa njia ya kudhibitisha ya kuwa hayo maneno ya Ayubu hayakuwa ya kweli, nao bado walikuwa wamemlaumu. Basi Elihu alikuwa amesubiri kwanza waongee na Ayubu kwa sababu walikuwa na umri mkubwa kuliko yeye. Lakini alipoona watu hawa watatu hawakuwa na kitu zaidi cha kusema, hasira yake ikaamka. Basi Elihu mwana wa Berekeli wa kabila la Buzi akasema, mimi ni mdogo kwa umri, nanyi ni wazee. Ndiyo sababu ninaogopa sikudhubutu kuwaambia kile nilichojua. Haya, ngoja kidogo. Wakati ambapo sasa hawa wazee walikuwa hapa, kama tuko pamoja niinulie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hawa wazee watatu walikuja, wamekaa hapa siku 7 usiku na mchana, hawaongei. Wamemhuzunikia Ayubu, naye Ayubu amekaa hapa. Kumbe palikuwa na kijana mwingine jina lake ni Elihu, na huyu Elihu alitajwa tu wakati ambapo aliongea. Mbeleni yeye mwenyewe, ukisoma historia ya Elihu, alikuwa nephew wa Abraham, ni wa uzao wa Abrahamu. Lakini sasa Ayubu yeye mwenyewe hata sio Myahudi. Lakini wakati hawa wazee wamefika, naye Elihu akapata kibali, kwa maana ni wa familia ya Ayubu, akaja akakaa hapo kusikiza hawa wazee vile ambavyo watamfariji Ayubu. Wakati aliposikiza kuanzia chapter 1, chapter 2, chapter 3 zikaendelea mpaka ya mwisho, Ayubu akaona Elihu akaona maneno ya hawa wazee watatu yameisha. Akaangalia akaona maneno ya Ayubu yameisha. Sasa naye akakasirika, kwa maana kuna kitu alitarajia, kwa sababu alifikiria hawa wazee wamekuja waelekeze Ayubu ama wamfariji Ayubu kwa njia za Mungu. Badala ya wamfariji kwa njia za Mungu, wamemlaumu ya kwamba ni dhambi zake zimesababisha ateseke. Naye Ayubu kwa upande mwingine, maandiko yamesema amejiona kuwa yeye ni mwenye haki mbele za Mungu, hata hakustahili kupitia hizo shida. So sasa Elihu akanyamaza, akasikiza mpaka dakika ya mwisho. Alipoona hawajaongea vile inastahili, akasimama na akawaambia, nilifikiria uzee ndio hekima, na nikafikiria ya kwamba umvi ni ujuzi. Nilifikiria wingi wa miaka utawasaidia. Enyi wazee, nilifikiria mtamuelekeza Ayubu kwa njia za Mungu. Na wewe Ayubu, nimekusikiza na nimesikia vile umeongea hapa. Unaona kana kwamba wewe ni mwenye haki mbele za Mungu hata kuliko Mungu. Sasa akawaambia hapana, I'm also bottled up. Akawaambia sasa hata mimi nimejaa na ninasikia kulipuka na nitanena nanyi wazee. Saa hiyo amewakasirikia kabisa, kwa maana wote Ayubu anaweka Mungu kando wakati huo, kwa sababu ya vile marafiki wamemwambia.
anaendelea kuongea, mimi ni mwenye haki. Kwa nini Mungu asababishe nipitie hii? Kwa nini Jehova alisababisha watoto wakufe? Kwa nini alisababisha mali yangu yote iende? Kwa nini anasababisha nigonjeke hivi vyote? Mimi ni dhambi gani ambazo nimefanya? Anaendelea. Na ukumbuke ni yule aliyekuwa mwenye haki kule mwanzo. Kwa sababu ya marafiki ameanza lawama. So Elihu aliposimama, hebu endelea hapo kidogo. Nilifikiri yafaa umri useme nao, wingi wa miaka ungefundisha hekima. Lakini ni roho iliyo ndani ya mwanadamu, pumzi ya Mwenyezi, ndiyo impayo yeye ufahamu. Sio wazee peke yao walio na hekima, wala sio wenye umri mkubwa peke yao wanaofahamu lililo sawa. Kwa hilo nasema, nisikilizeni mimi nami nitawaambia lile ninalolijua. Nilingojea mlipokuwa mkiongea, nilisikiliza hoja zenu. Mlipokuwa mkitafuta maneno ya kusema, nilisikiliza kwa makini. Lakini hata mmoja wenu aliyedhubutu hakuna hata mmoja aliyedhibitisha kwamba Ayubu amekosa, wala hakuna hata mmoja wenu aliyeweza kujibu hoja zake. Msiseme tumepata hekima. Mungu na amdhibitishe kuwa mwongo, wala si mwanadamu. Lakini Ayubu hajapanga maneno yake dhidi yangu, nami sijamjibu kwa kutumia hoja zenu. Wametiwa hofu na hawana la ziada la kusema. Maneno yamekwisha. Amen. Fikisha hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya masaa, sijui kama imefika address. Ikifika tu sijui vile nitajua. Tunaambiwa okay. Ndio nisimame tu tusikize address ndio tuchange kwa sababu ya Menengai ya 8. Alafu nitakuja nimalize hii. Ili uelewe sio kila rafiki ambaye ni mwema. Wengine watakuona unapitia shida na unapitia mateso eti kwa sababu una dhambi zako. Wengine watakufungua macho ambayo haukustahili kufunguliwa. Hawa wakamfungua Ayubu macho ambayo hakuwa amefunguka. Lakini baadaye Elihu amekuja. Wapi shangwe na nderemo kwa Yesu? Haleluya! Haleluya! Amen. Tunaweza keti sasa. Kabla niendelee, nilisema nitamuintroduce mke wangu na vijana wangu, sijui wako wapi. Namuona mmoja hapa, mwingine sijui yako wapi. Karibuni hapa haraka. Within a minute tunastahili kuwa tumemaliza. Na pia kuna my daughter ambaye anasomea hapa Kabarak, nafikiri amekuja, sijui yako wapi. Harakisheni kidogo tu. Amen. Karibuni sana kwa jina la Yesu. Ndio. So nataka wajiintroduce alafu ndio niendelee. Bwana Yesu asifiwe. Nakuru, Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni Joyce Waroinge na nimeokoka. Kristo ni Bwana, ni mwaminifu kwangu, nimemuona akiniongoza kwa kila hali. Mbarikiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Maina Waroinge na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ndiye second born kwa familia ya Senior Deputy Waroinge. Asante. Very good. Hiyo stakagi waache. Bwana asifiwe. I'm Joseph Maina. I'm the fifth born in the family. Hallelujah. I'm Margaret Maina. I'm the sixth born.
Asanteni, mnaweza keti. Bwana wabariki. Kuna mtu nimesikia pale ameuliza 6th. Na sio yeye wa mwisho. Na hata mwene anamfuata sio yeye wa mwisho. Kwa hivyo mimi ni mzee wa watoto 8. Nashukuru Mungu sana. Na niguka wa watoto 6. So Bishop Kennedy hapa ameniita mkongwe, kwa hivyo wajue sio mchezo, mimi ni mkongwe. Bwana asifiwe. Otherwise nataka tuendelee na somo letu kwa sababu najua niko na 1.5 hours na naomba Mungu anisaidie nitakuwa nimemaliza. Bwana asifiwe. So tulianza mambo ya Ayubu. Na tukaona ya kwamba Ayubu, majaribu ya kwanza ya mali yake yote kuisha na watoto wake wote kufa kwa siku moja, hakufanya dhambi. Alienda mbele za Mungu akiwa amevua mavazi yake, amerarua joho lake, akaanguka chini na akamwabudu Jehova. Na Biblia ikasema kwa hiyo yote Ayubu hakufanya dhambi, hakufanya makosa. Nayo ya pili, akashikwa na majipu mwili wake wote, kuanzia unyaya wa miguu mpaka kitosi cha kichwa. Kwa hiyo yote hakufanya dhambi, hakunena mabaya. Pia tulipo sasa kuja kwa marafiki, maandiko hayasemi hakufanya makosa. Maandiko yamesema huyu ndugu ambaye anaitwa Elihu akasimama na akamwambia hapana. Kwa hii sasa wewe mwenyewe umejiona kana kwamba ni mwenye haki kuliko nani? Kuliko Mungu. Maandiko yalituelezea vizuri, tuliyasoma. So tulikuwa katika hayo mambo ya ambayo Elihu aliyanena. Na ndio nataka tumalizie, ndio baadaye sasa twende chapter 42 tuone vile ambavyo hawa wazee watatu walivyomalizia na huyu Ayubu vile alivyomalizia. Ndio ujue ya kwamba wakati unapokaa kanisani, wakati unapoendelea hapa, chunga marafiki zako sana. Kwa maana marafiki wakati mwingine wanaweza kukupotosha kwa mambo ya kiroho. Lazima uweke tofauti kati ya mambo ya kiroho na urafiki wa kawaida. Usipokuwa na hiyo hekima, utakaa kuumia sana ndani ya wokovu wako. Ilhali Bwana hakukuita uumie, alikuita ujiandae kwa sababu ya kurudi kwa Mesia, ama kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. So now nataka nisomewe kitabu cha Ayubu. Sasa twende chapter 33, tuanze mstari wa 8 kuteremka. Ayubu 33 kuanzia mstari wake wa 8. Biblia inasema, lakini umesema nikiwa ninakusikia, nilisikia maneno yenyewe. Mimi ni safi na sina dhambi, mimi ni safi na sina hatia, lakini bado Mungu amepata dosari kwangu, naye ameniona kama adui yake. Sikiza vizuri. Ni nani ambaye ananena haya maneno? Ni Ayubu. Yule ambaye pale mwanzo tuliona yeye mwenyewe alihesabiwa kuwa mwenye haki, akahesabiwa mtu ambaye amefunga milango yote ya dhambi. Saa zile ambazo majaribu ya kwanza na ya pili yamekuja, amemsifu Mungu, hata iwe ni mkewe vile ambavyo alimwambia mlaani Mungu, hajapatikana na makosa. Lakini marafiki wamekuja. Sasa anaanza kumwambia Mungu, mimi ni mwenye haki, ila wewe Mungu unanionea dosari. Sasa Elihu anamwambia, nimekusikia ukisema hayo maneno. Endelea ndugu yangu. Ananifunga miguu kwa pingu, tena anaziangalia njia zangu zote kwa karibu. Lakini mimi ninakuambia, katika jambo hili wewe una makosa. You see? Kwa mara ya kwanza Ayubu hana makosa. Kwa mara ya pili Ayubu hana makosa. Kwa mara ya tatu Elihu anamwambia aje, nimekupata na
makosa, kwa sababu watu wengi vile ambavyo tulivyo, nilisema ukipata shida na matatizo, wakati mwingine utaona kana kwamba Mungu anakuonea, utaona kana kwamba Mungu amekuachilia. So utaanza kujiuliza, ni kwa nini ninapitia hii? Kwa nini Mungu alinichagua mimi peke yangu nipitie hii? Mbona sio wale wengine? Mbona sio wale wenye dhambi? Mimi na ni mwenye haki. Kwa nini Bwana ananionea? Sasa inakaa ni kama unamuona Mungu kana kwamba he is not a just God. Sio kama Mungu wa haki. Lakini hebu endelea usikie vile ambavyo Elihu anamwambia. Lakini mimi ninakuambia katika jambo hili wewe una makosa, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mwanadamu. Kwa nini unamlalamikia kwamba yeye hamjibu mwanadamu? Kwa kuwa Mungu husema wakati huu kwa njia moja, au wakati mwingine kwa njia nyingine, ingawa mwanadamu anaweza asielewe. Mungu husema na mwanadamu katika ndoto, katika maono ya usiku, wakati usingizi mzito uangukiapo wanadamu wasinziapo vitandani mwao. Anaweza kusema masikioni mwao na kuwatia hofu kwa maonyo, ili kumgeuza mtu kutoka kwenye kutenda mabaya na kumwepusha na kiburi. Ndio. Kuiokoa nafsi yake na shimo la uhai wake usiangamizwe kwa upanga. Ndio. Sasa sikiza hapa. Kwa nini Jehova aliruhusu Ayubu ayapitie yale yote aliyoyapitia? Sasa haya ndiyo yale mambo ambayo Elihu anamuelezea Ayubu. Kwa nini uliyapitia haya? Sasa amesema ya kwamba Mungu hunena na mwanadamu. Na hii ni major key, hii ni point moja ambayo ni key. Kwa hivyo lazima uishike vizuri hapa. Kwa sababu Jehova anaweza kuwa anataka kukunenea. Ndio wewe ni mwenye haki. Ndio umebarikiwa. Mali imo, wokovu umo, hauna shida. Lakini wakati mwingine Jehova anachunguza moyo wako. Na anaona ya kwamba huyu mtu akiendelea jinsi anavyoendelea, anaweza fika mahali kiburi kiinuke. Na kiburi kikiinuka, huyu mtu ataingia katika uovu. Mtu huyu akiingia katika uovu, hatima yake itakuwa ni kuingia katika shimo. Sasa hili shimo ambalo linanenwa hapa na Elihu ni jehanamu. Kwa hivyo Jehova akamwangalia Ayubu vile anavyojiendeleza maishani. Ako na amani, ni mtu ametajirika, ni mtu ambaye ni mwenye haki, mtu ambaye hana lawama yeyote. Lakini katika hiyo hali Jehova akajua yaweza fika mahali mtu kama huyu aingiwe na kiburi, aone kana kwamba ni haki yake ama utakatifu wake ndio umemsimamisha vile amesimama, ama ndio ambao umesababisha abarikiwe vile amebarikiwa. So Jehova hunena na mtu kama huyo kwa maneno. Akiona ya kwamba hausikii, anakuja anakunenea kwa ndoto. Ndivyo imeandikwa hapa. Akiona ya kwamba hausikii, anakunenea kwa maono. Sasa visions, dreams and visions. Na anapoona ya kwamba wewe mwenyewe haujaelewa hayo mambo, anajaribu kukuletea maonyo ya kutetemesha masikioni mwako. Akikuonya akuonye, aone ya kwamba hausikii. Sasa anachukua hatua hiyo nyingine. Nayo hatua ni gani? Hatua ni ya kwamba, endelea sasa, verse 19. Mstari wa 19. Mtu anaweza kutiwa adabu kwa maumivu kitandani mwake, kwa dhiki na mfululizo katika mifupa yake. Ndio. Kiasi kwamba maisha yake yenyewe yanakataa chakula. Nayo nafsi yake ikichukia kabisa hata chakula kizuri. Ndio. Nyama ya mwili wake huisha kwa kukonda. Nayo mifupa yake ambayo mwanzoni ilikuwa imefichika, sasa inatokeza nje. Nafsi yake inakaribia kaburi, nao uhai wake karibu na wale wajumbe wa kifo. Amen.
Fikisha hapo kwanza. So Jehova akiona amekunenea kwa njia zote na haumuelewi, sasa anachukua hatua nyingine. Anasema ya kwamba atakuchukua na yeye mwenyewe aweke ugonjwa ndani mwako, uanze kuhisi uchungu mpaka ulale kitandani. Wakati ambapo uko pale kitandani, anakuondolea hamu ya chakula. Appetite inaenda. Wakati hamu ya chakula imeenda, unakonda. Ukisha konda, mifupa hata ile ambayo haikuwa inaonekana yote inatoka nje. Unakuta meno yako ilikuwa ndani imechomoka nje. Na kumbe unayapitia haya yote ili ya kwamba usikilize sauti ya Mungu. Ndio sababu utakuja kuelewa ya kwamba hata wakati hukumu zinaponenwa katika nchi, zinaponenwa katika taifa, huwa ni faida kwa hiyo taifa. Kwa maana hukumu ikija, Biblia inasema hufundisha ulimwengu haki, righteousness. Kwa hivyo vivyo hivyo kwa mwanadamu, Jehova akikuonya aone ya kwamba una kiburi kinachoinuka, akuonye aone ya kwamba hausikii, sasa ataleta ugonjwa ndani mwako. Ndio sababu aliachilia shetani aende alete majibu kwa Ayubu, ili sasa Ayubu sasa akiwa pale, saa zile ambazo anajikwaruza na ile kipande cha nyungu, saa hiyo anenewe. Lakini marafiki walipokuja, badala ya wamnenee kwa njia ya uungu, walimpatia maneno ya kumchangamoto, kumuonyesha wewe ni uovu wako. Lakini sasa huyu Elihu alisubiri aone hawa kama watanena mambo ya hekima, akakosa. So akajawa na Roho Mtakatifu na akajitokeza na akawaambia, hata kama mimi ni kijana na nyinyi ni wazee, sasa nisikizeni. Ndipo akaanza kuwanenea haya maneno ya hekima, kuambia ya kwamba huyu mtu hata kama amepitia hii, ni Jehova ameruhusu apitie, kwa maana kuna kitu ambacho Bwana anataka kunena na yeye. Sasa wewe, tuko hapa, Jehova hunena kila mara, Bwana ananena. Wewe humsikia kwa njia ipi? Kwa maana watu wengine wanapuuza hata sauti ya Mungu. Jehova anawanenea, hawana shughuli. Anawanenea tena, hawana shughuli. Usipomuelewa Mungu na ufuate njia zake kadiri ya vile ambavyo anataka, ana binu nyingi sana za kukunenea. Na hizo binu, moja yake ndio hii aliyotumia kwa Ayubu. So ili niweze kuingia awamu ya mwisho, kwa sababu hii ilikuwa ni awamu ya kwanza, nataka tuende tukimalizia awamu hii. Kwa maana sasa ukisoma hayo mambo yote yale ambayo Elihu alinena, utasikiza ushauri wote ambao Elihu alimpatia huyu mzee anaitwa Ayubu, na ule ushauri ambao aliwapatia hawa marafiki zake watatu. Lakini baada ya mambo hayo yote, Elihu alinena ukurasa huo wa 32, akaenda ukurasa wa 33, na akaenda mpaka ukurasa wa 37. Hapo ndipo alifikisha maneno yake. Lakini sasa wakati Elihu amemalizia, ujue Ayubu bado wako hapa. Wazee walikuja wamemaliza, Elihu amekuja amemaliza. Sasa Jehova Mungu mwenyewe akaja kumnenea Ayubu. Hebu tusikie maneno machache yale ambayo Jehova alimnenea Ayubu, ndio uelewe kile ambacho maandiko yanasema. Soma ukurasa wa 38, soma tu mstari wa kwanza. Ayubu mlango wa 38 mstari wa kwanza. Kisha Bwana akamjibu Ayubu kutoka katika upepo wa kisulisuli, akasema, nani huyu atiaye mashauri yangu giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Jikaze kama mwanaume, nami nitakuuliza swali, nawe unijibu. Haya, sikiza hapa. Sasa
wakati wamesumbuana na hawa watu wote, Jehova mwenyewe akaona vile ambavyo bado Ayubu ako hapa anajifanya mwenye haki kuliko Mungu. Ndipo sasa yeye mwenyewe Jehova akaja kwa upepo wa kisurisuri. Unajua sasa akija kwa upepo wa kisurisuri, ya Kiingereza inasema then the Lord spoke to Job out of the storm. He said, who is this that obscures my plans with words without knowledge? Brace yourself like a man. I will question you and you will answer me. Wewe nataka uniambie vile ambavyo unaendelea, ikifika mahali Jehova amekunenea kwa njia zote, umekosa kuelewa kile Bwana amesema. Sasa yeye mwenyewe aje. Unajua storm, upepo wa kisurisuri, si jambo ambalo ni rahisi, ni jambo la kutisha na ni jambo la kuogofya vile ambavyo linavyokuja. Saa hizo Ayubu wako pale na ugonjwa wake na shida zake. Tena Jehova amekuja kwa njia hiyo na amemwambia, kama wewe ni mwanaume simama hapo. Sasa nataka unijibu wewe mwenyewe. Sasa hata kama wewe ni nani, venye unajionaga kama mwanaume, venye unalingaga na vitu vyako ama na chochote ulicho nacho, Jehova mwenyewe akija akwambia simama pale, naye asimame hapa kwa upepo wa kisurisuri na akwambia sasa nataka unijibu maswali ambayo nitakayo kuuliza, utamwambia Mungu aje? Utadiri aje na Mungu? Ayubu aliposikia hiyo, ngoja usikie tu maswali machache tu ambayo Jehova alimuuliza. Ulikuwa wapi nilipoweka misingi ya dunia? Niambie kwa ufahamu. Mstari wa 5, ni nani aliyeweka alama ya vipimo vyake? Hakika wewe unajua. Ni nani aliyenyosha kamba ya kupimia juu yake? Je, misingi yake iliwekwa juu ya nini? Au ni nani aliyeweka jiwe la pembeni? Wakati nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na malaika wote. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni msomi wa Biblia, enda usome na usome. Usikie yale maneno, maswali mazito ambayo Jehova alimuuliza Ayubu. Sasa Bwana akija kwako akuulize, akwambia simama hapo, si wewe ni mwanaume? Si unajiona kuwa mwenye haki kuniliko? Simama hapa unijibu. Ni nani aliyetengeneza dunia? Misingi ya hii dunia ikiwekwa, wewe ulikuwa wapi? Utamwambia Jehova aje? Si wewe unajifanya mwanaume? Niambie vile ambavyo hii dunia ilipokuwa ikijengwa, kuna ile kipimo ambayo ilipimwa. Ni nani aliyepima? Wakati ambapo unajua maandiko yanasema wakati dunia ilipomaliza kuumbwa na Mungu, malaika mbinguni walishangilia. Sasa Jehova akuulize, wakati huo ambapo malaika walikuwa wakishangilia kwa maana dunia imeumbwa, wewe ulikuwa wapi? Sasa kwanza wewe ni mtu wa jana tu, una miaka 30, umesoma. Tulienda mahali pengine, jamaa mwingine akatuambia, bwana msituchezee, mkituona hapa tumesoma na pesa tunazo. Na saa hiyo mwenye anasema hivyo ni kijana tu, ameenda university, amepata kazi, ni engineer. Lakini kwa mambo ya Mungu ana makosa yote. Ana uasi, rebellion. Hataki kuambiwa kitu, eti kwa sababu amesoma, eti kwa sababu ana kazi, eti kwa sababu ana pesa. Swali ni je, Jehova akija akuuliza misingi ya dunia ikiumbwa ulikuwa wapi, utamjibu aje? Wewe kijana wa miaka 40, wewe mama wa miaka 50, na dunia haujui imekaa miaka milioni ngapi ama miaka 1000 ngapi, hatujui. Lakini sasa umeingiwa na kiburi mpaka hakuna mtu anaweza kukuongeresha. Jehova akikuuliza utajibu aje? So, ili tumalize awamu hii nisomee chapter 40 verse 1 to 5. Ayubu mlango wa 40 mstari wa 1 hadi 5. Bwana akamwambia Ayubu, je, mwenyewe kushindana na Mwenyezi?
mwenye kushindana na Mwenyezi aweza kumsahihisha? Mwenye kumlaumu Mungu ni ajibu? Na ajibu. Ndipo Ayubu akamjibu Bwana. Rudia tu hapo tafadhali. Narudia. Ndio ufurulize vizuri. Bwana akamwambia Ayubu, je, mwenye kushindana na Mwenyezi anaweza kumsahihisha? Mwenye kumlaumu Mungu na ajibu. Ndipo Bwana akamjibu, ndipo Ayubu akamjibu Bwana, so mimi sistahili kabisa. Ngoja kidogo. Kabla sasa Ayubu ajibu, Jehova anamuuliza swali lingine hapa. Sasa anamwambia, ya Kiingereza inasema, the Lord said to Job, will the one who contends with the Almighty correct him? Let him who accuses God answer him. Kwa maana sasa wewe umesimama unataka kumlaumu Mungu. Na Jehova sasa amekwambia simama pale, kama wewe ni mwanaume tujibizane. Bwana anakuambia sasa wewe unataka kushindana na Mungu. Na ndiye aliyekuumba. Unataka kushindana na yeye. Na anasema kama basi unataka kushindana na yeye, sasa nijibu. Sasa nieleweni hapa. Wakati mambo yalikuwa mazito sana kwa Ayubu, ako na ugonjwa wake, ako na shida zake, watoto wote walikufa, mifugo yote iliisha, watumishi wake wote walikufa, hana lolote, mpaka mkewe alimkataa, alimwambia laani Mungu. Sasa kilichosaidia Ayubu ni hili neno. Sikiza hapa. Sasa soma mstari wa 3. Mstari wa 3. Ndipo Ayubu akamjibu Bwana, mimi sistahili kabisa. Ninawezaje kukujibu wewe? Na uweka mkono wangu juu ya kinywa changu. Ninasema mara moja, lakini sina jibu. Naam, nimesema mara 2, lakini sitasema tena. Ndipo Bwana akasema na Ayubu kutoka katika upepo wa kisulisuli, jikaze kama mwanaume, nitakuuliza maswali, nawe ya kupasa unijibu. You see? Bado Bwana hajamwacha, anamwambia simama kama mwanaume, utanijibu haya maswali. Lakini kilichomsaidia Ayubu ni mstari huu wa 3. Kwa maana Ayubu aliposikiza vile Jehova anavyonena, yeye mwenyewe akasema, I am unworthy. How can I reply to you? I put my hand over my mouth. Kwa hivyo Ayubu akaona hapa kimeumana, na mimi sina lolote la kumwambia Jehova. Akamwambia Bwana, mimi sistahili kamwe. Sasa haya maneno ya Ayubu ya kujidharau, na akachukua mkono wake hivi literally akafunga mdomo, ili mdomo wake usifunguke kusema jambo lolote kujibizana na Mungu. Alipofunga mdomo hivyo na akajidharau, yake ikawa ni tofauti na ya wale wazee. Kwa maana wale wazee walikaa tu kumchokora Ayubu na kumuonyesha dhambi zake na makosa yake. Lakini Ayubu aliponenewa na Elihu na kisha akanenewa na Jehova, akatambua ya kwamba aliingia katika makosa. Na alipoingia katika makosa akajidharau. Alipojidharau, sasa Jehova akaendelea kumuongelesha maneno ambayo yameandikwa hapo. Lakini hebu soma mstari wa 8 wa hiyo chapter 42. No, chapter 40, sorry. The same chapter. Mstari wa 8 katika Ayubu mlango wa 40. Je, utabatilisha hukumu yangu? Utanilaumu mimi ili kujihesabia haki mwenyewe? You see, sasa Jehova anauliza Ayubu, wewe mwenyewe sasa kama binadamu, would you discredit my justice? Would you condemn me to justify yourself? So yeye anajijustify ya kwamba amewekwa kwa shida ambayo hakustahili kuingia ndani mwake. Lakini sasa Jehova anamuuliza, wewe utasema ya kwamba mimi kama Bwana nimekosea? Eti wewe ndiye ambaye sasa uko na haki ya kwamba usipate shida kwa maana wewe ni mwenye haki? Eti kwa sababu wewe ni mtakatifu hustahili kupitia shida zozote?
Malizia. Je, una mkono kama wa Mungu? Nawe waweza kutoa sauti ya ngurumo kama yake? Basi jivike mwenyewe utukufu na fahari. Wow. Nawe uvae heshima na enzi. Sasa Bwana akikwambia ujivike utukufu, utatoa wapi? Jehova kwambia, si wewe unajiona wa haja sana, jivike utukufu tukuone. Na ni Mungu mwenyewe anakwambia, na wewe ni mavumbi. Mavumbi tu, utajitolea wapi utukufu? Utukufu tulio nao, utukufu nao tuandaa, umetoka kwa Jehova Mungu Baba mwenyewe. Sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Lakini wakati Ayubu aliposumbwana hivyo na Mungu, ama kusukumana hivyo na Mungu, conclusion ya kila jambo iliishia aje? Sasa twende chapter 42. Usome tu kuanzia verse 1 to verse 6 kwanza. Mlango wa 42 kitabu cha Ayubu. Ndipo Ayubu akamjibu Bwana, ninajua kuwa unaweza kufanya mambo yote, wala hakuna mpango wako unaweza kuzuilika. Uliuliza, ni nani huyu afichaye mashauri yangu bila maarifa? Hakika nilisema juu ya mambo niliyokuwa siyaelewi, mambo ya ajabu mno kwangu mimi kuyajua. Ulisema, sikiliza sasa, nami nitanena. Nitakuuliza swali, nawe yakupasa kunijibu. Masikio yangu yalikuwa yamesikia habari zako, lakini sasa macho yangu yamekuona. Kwa hiyo ninajidharau mwenyewe na kutubu katika mavumbi na majivu. Unaona? Sasa wacha nisome kwa Kiingereza. Then Job replied to God. Sasa huu ndio usemi wake wa mwisho. Sasa anamjibu Mungu. Wakati alifunga mdomo kwa mkono, ikawa sasa lazima amwambie Mungu, hatima yako wewe unaona aje? Ndipo akasema, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. You asked, who is this that obscures my plans without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. You said, listen now and I will speak. I will question you and you shall answer me. So mstari wa 5 akamalizia kwa kusema, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore I despise myself and repent in the dust and ashes. Wapi makofi kwa Yesu? Wapendwa, nataka niwaambie, toba sio kitu ya kuchezea. Hiyo neno sitakosa kuambia. Kwa maana wakati sasa Ayubu amepitia haya yote na amegundua ya kwamba hata yeye mwenyewe kuna mahali alienda mrama akaingia katika makosa. Yeye mwenyewe hakutoa kiburi chake, hakuanza kuonyesha kiburi chake mbele za Mungu wala mbele ya wanadamu, bali akajidharau. Alipojidharau ndipo sasa akamwendea Bwana na akamwambia, maswali haya yote ambayo ulioniuliza mimi sikuwa na jawabu. Niliyanena mambo ambayo mimi sikuwa na ufahamu. Akamalizia kwa kumwambia Bwana, masikio yangu yameishi kukusikia, lakini sasa mpaka macho yangu yamekuona. Kumaanisha wakati ule alipokuwa anaishi miaka ya kitambo, alipohesabiwa mwenye haki, alipokuwa amebarikiwa sana, mpaka shetani akasema, ni wewe Bwana umemzingira, ndio sababu hawezi akakulaani. Wakati huo alikuwa anamsikia Mungu tu. Lakini baada ya kuingia kwa shida na mateso, akapitia, akanena yale yote aliyoyanena. Hatimaye Jehova alipomtokea akamwambia, sasa Bwana, mimi nimejidharau. Akachukua majivu akajirushia, akachukua mavumbi akajirushia, akamwambia Bwana, nimetubu sana, nimetubu, nisamehe. Masikio yangu yalikuwa tu yamekusikia, lakini sasa mpaka macho yamekuona. Kuanzia hapo Ayubu maisha yake yakabadilika tena.
na yalipobadilika sasa kukawa na urejesho. Sasa kabla ya urejesho nisomee mstari wa 7 uteremke mpaka 9 usikie hawa wazee vile mambo yaliendelea kwao. Ndio uone tofauti ya Ayubu na hawa wazee. Mstari wa 7. Baada ya Bwana kusema mambo haya yote na Ayubu, akamwambia Elfazi Mtemazi, nina hasira juu yako na juu ya rafiki zako wawili, kwa sababu hamkusema yaliyo sawa kwa habari yangu, kama alivyosema mtumishi wangu Ayubu. Basi sasa chukueni mafahali 7 na kondoo waume 7, mkamwendee mtumishi wangu Ayubu, mkatoe sadaka za kuteketezwa kwa ajili yenu wenyewe. Mtumishi wangu Ayubu ataomba kwa ajili yenu, nami nitakubali maombi yake, ili niwatendee sawa na upumbavu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi husema yaliyo sawa kwa habari yangu, kama nyinyi hamkusema yaliyo sawa kwa habari yangu, kama alivyosema mtumishi wangu Ayubu. Kwa hiyo Elfazi Mtemazi, Bildadi mtumishi wa Sofari, mwanaradhi wakafanya kama Bwana alivyowaambia, naye Bwana akayakubali maombi ya Ayubu. Amina. So unaona hawa wazee watatu wakati waliongea mambo yao, hakuna mahali ambapo walimuingiza Mungu. Wao walibaki kumlaumu Ayubu. Lakini Ayubu wakati ambapo ametokewa na Elihu na amenenewa na Elihu, kisha baadaye Jehova mwenyewe amemtokea na akamnenea yeye, Ayubu akamuelewa Mungu. Alipomuelewa Mungu akajidharau. Alipojidharau akatubu na akaacha dhambi zake na kiburi chake na mambo yake yote aliyokuwa nayo. Alipoyaacha sasa akasema, Jehova, kweli wewe peke yako ndiye unayestahili. Aliposema hivyo, hayo ndio yale maneno yaliyomuokoa Ayubu. Kwa sababu ndipo sasa Bwana akawaambia hawa wazee, nyinyi hamkusema kama vile Ayubu amesema. Kwa sababu ya hiyo mwende mtafute ni ndama ama ni nini? Mafahali 7. Alafu sasa mwende kwa Ayubu mtoe dhabihu ya kuteketezwa. Kisha baadaye Ayubu awaombe. Akiwaombea, mimi Bwana nitasikia na nitawasamehe dhambi zenu. Kama sio hivyo, nitawatwanga kwa ujinga wenu. Sasa wazee wakajua hapa kimeumana, na wao wakaenda wakatafuta mafahali 7 wakapelekea Ayubu. Wakanyenyekea kwa yule ambaye aliye na moyo wa toba, kwa yule ambaye anaelewa dhambi zake na kuziungama. Unajua watu wengine ufikiria wakati unatubu ni kama ujinga. Wengi wanaona kutubu ni kama ujinga. Unaambiwa hapa umekosa, wewe hutaki kukubali ni makosa, unataka kujipiga kifua, nilistahili kufanya hivyo. Lakini utapigia nani kifua? Na hii ni kazi ya Mungu. Wapendwa, mimi huambia watu wazi, mahali mimi nimefika ni haya magoti na toba. Hiyo ndio imenisaidia. Mimi hata saizi ukija uniambie kuna makosa nimefanya, na hata iwe sijafanya, nitajichunguza tena. Na mimi husema maadui zangu ni faida kubwa sana kwangu. Hamjui? Kwa sababu rafiki yako, Biblia inasema upendo hufunika dhambi zote. Kwa hivyo rafiki yako hakuna wakati atakwambia makosa yako, lakini anayekuchukia atakwambia. Sasa anapokuambia, hiyo ndio faida yako. Usianze kujipiga kifua. Hapana, kama mimi mtu akija aniambia, na siku hizi wengi unaonekana una kiburi, sichukii huyo mtu. Kitu ambacho ninafanya, naenda navaa gunia, naambia Jehova, hicho kiburi huyo ndugu ameona ama huyo dada, Bwana nisamehe, nibadilishe, nitengeneze niwe kiumbe kipya. Na ninaomba adui mwingine akuja ani challenge, aniambie siku hizi wewe unaonekana venye ambavyo unaendelea ni kama mtu ambaye kichwa chako kiko na shida. Akiniambia kichwa kina shida, sitoi shida. Unajua sasa ukitoa shida, kweli una prove ya kwamba kichwa chako kina shida. Lakini sasa ukinyenyekea, unaenda unamwambia Jehova,
mahali kichwa changu kiko na shida nisamee na urekebishe. Si unaona faida ya adui? Rafiki yako hata kuambia hivyo. Sasa hawa walikuja kama marafiki, lakini badala ya wamwambie ukweli, walikuja kumlaumu. Sasa naye badala ya aona makosa yake, akaanza kujitia, yani kujiona ya kwamba yeye ni mwenye haki. Katika hiyo hali, Elihu alipokuja akiwa na Roho Mtakatifu, akabadilisha mawazo ya Ayubu. Jehova alipokuja, sasa akamweka chini kabisa. Ayubu akakubali, akainua mikono juu. Na sasa hawa wazee nao akawaombea. Baada ya kuwaombea, maandiko yanasema nini? Mstari wa 10 tumalizie. Mstari wa 10. Baada ya Ayubu kuwaombea rafiki zake, Bwana akamuondoa kwenye uteka, akamfanikisha tena, akampa mara 2 ya vile alivyokuwa navyo hapo kabla. Ndipo ndugu zake wote, waume kwa wake, na kila mtu aliyemfahamu kabla, wakaja wakala pamoja naye katika nyumba yake, wakamfariji na kumtuliza moyo juu ya taabu yote Bwana aliyoileta juu yake. Kwa hivyo, kwa taabu yote Bwana aliyoileta juu yake. Kwa hivyo ni nani alikuwa ameleta hii shida yote? Ni Mungu mwenyewe ndiye aliletea Ayubu. Na anamletea kwa nini? Amboda bonde. Kuna wimbo ambao tulikuwa tumezoea kuimba na siku hizi ninaona watu wengi hawaipendi. Unifinyange. Inaimba waje? Ange. Unifinyange. Unifanye kama upenda. Kwa hivyo sio ufinyangwe ufanywe vile wewe unataka. Ni ufinyangwe ukae vile ambavyo Jehova. Na sasa Jehova akija kukufinyanga, unafikiri utacheka? Utacheka? Wewe, mimi husema soma Biblia. Wakati Abrahamu babake alikufa, babake alikuwa anaitwa nani? Tera. Tera inamaanisha aje? Anayechelewesha. Hiyo ndio maana ya jina Tera. So Jehova akaona huyu mzee anachelewesha Ayubu, anachelewesha Abrahamu kufikia ahadi zake. So Bwana akaona wacha niue huyu mzee. Ndio sasa Abrahamu aitwe mara ya pili. Kwa maana walifika mahali panaitwa Haran, wakaona ni kama hapa ndipo Bwana alikuwa ametuambia atatufanikisha. Kwa maana Haran ilikuwa nchi yenye rutuba, palikuwa mahali ambapo mifugo wanafanya vizuri, biashara ilifanya vizuri. So Abrahamu na babake wakaona kama mali sasa imeanza kuingia. Babake akamwambia tukae hapa. Hapa ndio naona ni hapa Mungu alikuambia tutoke huru kwa Wakalidayo tukuje Haran tutajirikia hapa. Sasa akakaa. Na kumbe sio Haran Bwana alikuwa anawaita. Alikuwa amemuita waende mpaka the promised land ambao ni Canaan. Sasa Jehova akaona huyu mzee asipokufa Abrahamu hataendelea na safari, akamuua. Alipokufa, unataka kuniambia Abrahamu hakuomboleza? Hakuomboleza? Lazima uomboleze. Mzee amekufa, utalia hapo. Hata kama hautatuonyesha, utaenda bedroom ujifungie ulie. Alafu unatokea ukiwa mtu ambaye amekauka, lakini umeomboleza mzee amekufa. Na saa hiyo anakufa kwa faida yako, ndio wewe ufinyangwe. So sasa Ayubu kufinyangwa kwake ni mali yake yote iishe, watoto wote 10 wakufe. Baada ya hiyo agonjeke ugonjwa ambao hauja kuwa na mtu mwingine duniani, apitie uchungu huo wote, afinyangwe. Akitokea hapo anatubu, akitubu anarejeshwa. Na urejesho ule ambao sasa Ayubu alirejeshwa ukawa mkuu zaidi. Kwa maana maandiko yanasema wale kondoo aliokuwa nao 14,000 wakapigwa maradufu, wakaja 10,000. Walikuwa 7,000 wakaja 14,000. Wale ngamia waliokuwa 300 wakawa 600. Wale ambao ni yoke of oxen 500 wakawa 1,000. Wale punda 500 wakawa 1,000. Baada ya hapo Mungu ni wa rehema, hakuwa mke wake, akasababisha mpaka mke wake aendelee kuishi. Huyo mama akapatiwa watoto wengine 10, vijana 7 na wasichana 3. Na alipopewa hawa watoto maandiko yanasema
wakawa warembo zaidi. Hakukuwa na wasichana wengine ama vijana warembo duniani kuliko wa Ayubu. Baada ya hapo Jehova akamuongeza miaka. Kuanzia hiyo siku alipotubu akaishi miaka ingine 140. Ile ya kwanza haikuhesabiwa, akapewa another 140 years. Baada ya kupewa hiyo 140, maandiko yanasema ya kwamba akaona watoto wake na wajukuu na vitukuu up to the 4th generation, and so he died old and full of years. Bwana Yesu asifiwe. So sasa kuanzia siku hiyo Ayubu akiona ana kondoo 14,000, haoni ya kwamba ni jitihada zake, haoni ya kwamba ni haki yake. Chochote alicho anacho anasema ni Bwana. Akiona watoto warembo anasema ni Bwana. Akienda kuangalia ngamia zake anasema ni Bwana. Akiangalia punda wake anasema ni Bwana. Kiburi kikavunjwa, kila kitu sasa ikawa ni nani? Ni Bwana. Na hapo ndipo Jehova anataka tufike. Hapo ndipo Jehova anataka tufike. Kwa hivyo jihadharini na marafiki wanaokuja kanisani kama Mafarisayo. Ikiwa nia yao sio toba, jihadhari na hao marafiki.